Nikwambie kitu, ulimwengu unamhitaji Yesu, ulimwengu unamhitaji Mungu. Ili mtu abadilike, anamhitaji Mungu. Kuna watu wamefungwa kwenye vifungo. Wewe unasema hilo jambo lako ni kubwa. Hapana, kuna watu wana mambo mazito. Kuna watu wanalia mpaka sasa hivi. Kuna watu mpaka dakika hii hawaelewi, wamekata tamaa, tumaini hawana tena. Kuna watu walitarajia watoto wao waje kuwa ni wasomi wakubwa. Kuna watu walitarajia watu wao wa karibu kwamba watafika viwango fulani, lakini hawajaweza kufika. Unajua ni kwa nini? Shetani ameingilia kati. Shetani ameingia kwenye nafsi zao, kaingia pale ili aharibu hatima zao. Shetani ameingia pale ili aumize. Sikia, kuna watu sasa hivi wako kule barabarani wanajiuza. Ni mzazi gani aliyekuwa amemzaa mtoto wake wa kike akasema kwamba natarajia huyu binti yangu akikuwa aje kuwa malaya, aje kuwa kahaba, ajiuze? Ni mzazi gani aliyewazaga kufanya hivyo? Ni mzazi gani aliyesema natamani mwanangu akishakuwa na umri fulani awe shoga? Ni mzazi gani? Hakuna. Isipokuwa shetani kaingia kwenye maisha ya mtu. Shetani kaingia kwenye mfumo wa mwanadamu, aharibu hatima yake, aharibu kile ambacho Mungu alikiweka ndani yake. Hawa watu watawezaje kutolewa basi? Hawa watu watawezaje kutoka huko? Hawa watu watawezaje kama wewe na mimi tusipoenda kuwashuhudia? Watawezaje? Watawezaje? Kuna watu mpaka dakika hii hawaelewi maisha yao yakoje. Kuna mwingine dakika hii tunaizungumza anawaza akajiue kwa sababu tu maisha yamemshinda. Kuna mtu yani anateseka sasa hivi kwa ajili ya mapenzi, analia, anataka akajinyonge. Hebu fikiria shetani alivyo wa ajabu. Kaingia kwenye maisha ya huyu mtu, ka control akili yake kwenye mfumo wa hisia. Sasa anaona ni bora aingie kwa huyu mtu ili aharibu hatima yake. Anaiharibu vipi hatima yake? Anaingia kwenye mfumo wa mahusiano. Mahusiano anampeleka kwa mtu ambaye ataharibu future yake, ataharibu mfumo wake wote. Ndio hapo unaona mtu anaumia, analia, anatamani ajinyonge kwa sababu ya mahusiano. Tumeona kesi nyingi, tumeona mambo ni mengi yanayohusiana na wivu wa mapenzi, wivu wa ndoa. Watu wanauana kwa sababu ya wivu. Shetani ameingia kwenye maisha ya mtu kwa njia ya wivu. Kuna watu mpaka dakika hii wanaishi kwa visasi, wanawindana. Kuna watu dakika hii wanapiga mahesabu waende kwenye nyumba fulani wakavamie, waibe. Hebu angalia shetani alivyo waajabu. Katengeneza mfumo kwa mwanadamu ili kamtengenezea huyu mtu roho ya wizi, ili siku ya mwisho huyu mtu aende akakutane na kipigo afe. Niambie, huyu jambazi akipigwa kafa kule, ataiona mbingu? Usiseme kwamba mimi sio Mungu. Hapana, Biblia imesema kwamba mara baada ya kifo ni hukumu. Huyu mtu amekufa akiwa kwenye jambo hilo. Amepata wapi nguvu ya kwenda kutubu kama sio Mungu mwenyewe kumsaidia? Kama Mungu hajaweza kumsaidia huyu mtu akapata nguvu ya kutubu au akapata nguvu ya kujua kwamba amekosea, huyu mtu anaenda kuzimu. Hiyo haina A wala B. Mtumishi wa Mungu,
maisha haya tulionayo bila Yesu ni kazi bure. Kuna mtu nimemwambia, usichelewe kurudi kwa Yesu, usichelewe, bado anakupenda. Kuna watu fulani pia niliwaambia, Yesu anakupenda. Usione upo hivyo ulivyo sasa hivi, bado anakuita. Hata dakika hii wewe kupumua ni yeye. Hata dakika hii wewe kuongea hivi ni yeye. Hata sekunde hii wewe kukutana na mimi tukaongea hivi ni yeye. Ndiye ameruhusu. Leo alisaini uishi, niambie kesho akisaini ufe, kuna mtu wa kumzuia? Kuna mtu atakayesema niongeze siku kadhaa nirekebishe mambo yangu? Hayupo. Maisha yetu ni fumbo. Maisha yetu yamekaa kwenye fumbo. Hakuna awezaye kuijua kesho yake. Tunaijua kesho yetu kwa sababu ya msaada wa Mungu. Tuna matumaini ya kuamka kesho kwa sababu ya yeye. Ndio maana tunasema ikifika kesho, ikimpendeza Mungu kesho, kama ikimpendeza Mungu, Mungu akitujalia kesho tukaonana, tunasema Mungu. Hii haina Mkristo wala Muislamu, wote tunamhitaji Mungu, wote tunamhitaji yeye. Huwezi ukasema kesho nitafanya 1 2 3, nimepanga kufanya 1 2 3. Ni nani anayeweza kujua siku ya kesho itakuwaje kwake bila yeye aliyekuumba? Hivyo basi maisha yetu yanamhitaji Mungu. Uzima wetu unamhitaji Mungu. Mabadiliko yoyote kwenye maisha yetu yanahitaji yeye. Usichelewe kurudi kwa Yesu. Usichelewe. Yeye ndiye njia, kweli na uzima. Huwezi ukafika mbinguni, huwezi ukayaishi maisha ya uzima wa milele na Mungu kama haujamwamini Yesu. Bila Yesu maisha yako ni bure, kwa sababu fedha na dhahabu ni mali yake, na anasema itakusaidia nini upate kila kitu alafu ukose uzima wa milele? Itakusaidia nini? Au kuna pesa kiasi gani wewe unazo ambazo utazitoa kwa ajili ya kuiokoa nafsi yako? Au utafanya kitu gani ili uiokoe nafsi yako? Hapana, huna. Mwamini Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako, maana yeye ndiye njia, kweli na uzima.